Mlitaka kwenda wapi? Alitaka kunipeleka kwa mzee Tano. Nimekusikia unamtaja mzee Tano. Unaona wale watu wanaokushangaa wanamwogopa huyo mzee Tano. Kakangu, naomba uondoke. Inawezekana wewe ukawa sababu ya kifo cha Pashambe. Ukiendelea kukaa hapa, utapigwa mawe na familia. Okoa nafsi yako. Nenda. Nenda sasa. Dogo. Bwana samahani kwanza. Wahenga wanasema kuuliza sio ujinga. Nauliza ili nipate kujua. Bwana hiki kifo kimetokea vipi? Mbona sielewi? Imekuwa ghafla sana unajua. Wewe unajua chochote kuhusu ile swala? Kwa tetesi nilizosikia. Ameteleza chooni jana usiku. Na mauti ndio umemkuta hapo hapo. Aise, yani amedondoka tu chooni na umauti hapo hapo. Malaika akachukua roho yake. Yeah. Hapana. Huyu dada kweli kiti anakitaka. Sijakuelewa. Unamaanisha nini? Hauwezi kunielewa kwa sababu haya mambo ni hawa kubwa. Nataka uniambie. Amekwenda wapi huyo mpumbavu mwenzako? Usimuulize chochote. Mwacha akapumzike. Sasa ni saa 3. Ikifika saa 4 tunazika. Shangazi, mimi sijui kaka alipoelekea. Kwa sababu yeye amedamka asubuhi na mapema na sijui hata ameenda wapi. Kweli tena. Naona kuna mchezo mnataka kunichezea. Kwa nini aondoke bila kumwaga yoyote? Amekwenda wapi? Shangazi, ukiniuliza mimi utakuwa unanionea tu. Kwa sababu hakuna chochote ninachokijua. Wewe cha kufanya tumvutie tu Subla. Yeye ni mtu mzima na anajua kabisa tunazika saa 4. Ikifika saa 4 tunazika. Nitafanya maamuzi kama kiongozi huko. Kama hutaki kunipa mkeo kwa hiari yako mwenyewe, basi nitamchukua kwa njia ambazo nazijua mimi. Mwache Suzi akae kwangu, ajifungulie kwangu. Siku zimeisha. Mama, nakuheshimu sana mama yangu. Na sijawahi kukuvunjia heshima hata siku hiyo. Msimamo wangu mimi ni ule ule. Iwe jua, iwe mvua. Siwezi kubadili maamuzi yangu kamwe. Hapana.
Hatuwezi kumzika mama bila idhini ya kaka. Kwa hiyo wewe na yeye leni moja, si ndio? Letu moja unamaanisha nini? Hivi shangazi, upo tayari kweli tumzike mama bila hata kumswaria? Hapana, kwa kweli. Hatuwezi kumzika, yule ni binadamu, sio mbwa. Nyamaza mshenzi wewe. Unajua nini kuhusu mila na desturi? Tena Sanda, acha kamdomo kako katakuponza. Pumbavu wewe. Pole sana Nilo, lakini wanadamu safari yetu wote ni moja. Pole sana kakaangu. Msiba nani tena? Hebu acha ziaka Nilo. Sisi tumeagizwa na shangazi yako twende kule chini bondeni kwenye makaburi ya ukoo wenu, na vile kuna wengine wameshatangulia Nilo. Alafu pia wengine tumewacha nafanya utaratibu wa kuosha maiti, kwa maana saa 4 kamili mamako anazikwa. Mipango lakini ya Mungu, tusisikitike sana. Upo sahihi kabisa. Mamkunga, nashukuru sana kwa kuja, ila naomba hili jambo tuweze kulifanya haraka haraka, tupumzishe wifi yangu. Twende ndani nikakuandalie vitu. Vipi? Hakuna kumwosha mama. Mamangu azikwe. Mama hajafa shangazi. Sitaki mama yangu azikwe. Nilo, kwa nini unaibisha ukoo? Kwa nini unatudhalilisha? Mwanangu, unapingana na Mwenyezi Mungu? Hebu muache mama watu aende ndani akamuoshe wifi yangu apumzishwe.
hapa mlangoni siondoki na hakuna mtu yote kuingia ndani. Nimesema nitaua mtu jamani. Kwanza nyote tawanyikeni, hajafa mtu hapa. Niachieni nibaki na mama yangu. Kaka. Kaa kimya Sandra. Mama hajafa. Kuna mambo tu ya kishirikina yanaendelea. Mama yetu hajafa Sandra. Mshenzi sana wewe. Yaani wewe ni mtoto wa kiume lakini huna akili hata kidogo. Hebu tuache. Tuendelee na taratibu za mazishi. Nipeshe huko. Nini? Nakuheshimu sana shangazi. Sitaki nije nikuvunjie heshima. Nimesema hapa mlangoni siondoki. Na hakuna mtu yote kuingia ndani. Niachieni nibaki na mama yangu. Jamani wanaume. Jamani njoni mnisaidie. Nisaidieni ili atoke hapa mlangoni jamani. Huyu kachanganyikiwa. Kachanganyikiwa, mamake amefariki. Nipashe nilo. Enyi mizimu ya uchawi wa uporoto, naombeni mnipe nguvu zaidi niweze kupata kiumbe chenye uzao wa mwanangu. Kazi imekuwa ngumu sana, nakitaka kile kite.